Yesu anaongea na mtu hapa ambaye alikuwa anaishi maisha ya raha, maisha ya furaha, lakini ghafla amani ikatoweka nyumbani, kijito kikakauka. Halo? Mko mnafurahi, maisha yanaenda kama kawaida, mnafurahi, mna amani, mambo yanaenda kama kawaida, lakini kuna siku kijito kilikauka. Yesu anaongea na kibiti fulani hapa na kijana fulani hapa ambaye alikuwa kwenye mahusiano, na mahusiano hayo yalikuwa ni mazuri. Akiamka asubuhi, good morning, yaani akifungua simu kwenye WhatsApp anakuta ka message ametumiwa. Halo, ka message kametumiwa, ka message katamtam Brian. Halo, unaamka asubuhi, ka message kametumwa pale na kamewekewa kopa. Halo, ile picha ya I love you. Halo, lakini ikafika sehemu yule mtu akakuacha, kijito kikakauka. Mwambie mwenzako inakuhusu nini? Amekwambiaje? Kijito kakauka. Yaani ulikuwa umezoea kila siku asubuhi ukiamka, yaani unasikia raha, lakini mambo yakabadilika. Maisha siku zote sio mteremko, kuna siku ni mpando. Lakini ikiwa ulikuwa na Bwana, hata kama maisha yakibadilika, Bwana atabaki kuwa kimbilio lako. Haleluya. Yesu atabaki kuwa kimbilio lako hata kama itakauka. Sema hivi: Bwana, ninajua unaniwazia mema, najua unaniwazia mema. Tulia, piga magoti, subiria neno la Bwana, sauti ya Bwana. Haleluya. Yaani hata kama ulifukuzwa ile kazi na ilikuwa inakulipa, huenda Yesu ametazama akaangalia akasema, huyu mwanangu ninavyomjua, nikimwacha hapa ataendelea kuishi kwenye hii kazi ya ishara mdogo, hivyo ninasababisha shida kwenye hiyo ofisi, nasababisha shida fulani katika hiyo ofisi, na huyu ndugu yangu, huyu mwanangu afukuzwe, akitolewa nitamfungulia njia nyingine apate kazi bora zaidi ya hii. Wapendwa, katikati ya hali isiyoeleweka, mtegemee Bwana. Piga magoti, mwambie Bwana, kwa nini napitia hali kama hii? Saa yaja atakufundisha na atakufunulia. Haleluya. Sikia, Elia anasema ameamka asubuhi, hakuna chakula. Halo, hakuna nini? Mkate haupo, nyama haipo, na kijito na kukumbusha kitu kimoja somo lililopita. Je, Mungu anajali? Halo? Natamani uyatumie masomo kama msingi mmoja unajenga mwingine. Tuko sawa? Je, Mungu alikuwa anamjali Elia? Si Mungu alimtuma Elia Kerithi? Si Mungu alikupatia hiyo kazi? Kwa nini ameruhusu umefukuzwa? Mungu anajua. Haleluya. Akiruhusu ufukuzwe, mlango wa kutoka Bwana ameuandaa. Haleluya. Akiruhusu upitie hali fulani isiyoeleweka, upitie machozi na maumivu ya moyo, akiruhusu Bwana huyo mtu uliye naye akuache, shangilia, maana mtu sahihi anakuja kwako. Haleluya. Akiruhusu ufukuzwe, mwambie Baba, nashukuru kwa hili, sasa unanituma niende wapi? Atakwambia kuna Serepta. Ikiwa Bwana ataruhusu uondoke Kerithi, kuna Serepta Bwana ameandaa. Haleluya. Kuna Serepta. Hata kama utaondoka Kerithi kwa machozi na asubuhi haujala kama Elia, kuna sehemu Bwana atakuongoza, kuna sehemu Bwana atakupeleka, kuna saa Bwana atayafuta machozi yako na atakupatia ule mkate na maji kama kawaida. Haleluya. Popote utapelekwa na Bwana, sema nitakwenda apendapo, maana anilinda. Yanipasa kuwa na
Elia akiwa anaimba akielekea wa Sarepta. Anaimba Elia. Anaimba. Anasema nitaenda. Moyo Elia anaimba akielekea Sarepta. Elia amekosa chakula cha asubuhi. Anaimba akielekea Sarepta. Anasema nitakwenda Yesu. Kwa kuwa sikia wapendwa, hata kama Bwana ule mrija, ile njia aliyokupa ya chakula ikikata, usiogope. Nenda popote, hata kama ya kufukuza kazi, nenda. Nitakwenda apendapo, maana Yesu ananilinda. Yusufu akatengenezwa kashfa ya kubaka, kesi ya ubakaji. Akamwambia, akapeleka, akatanaelekea gerezani, akaimba, yanipa sakuwa na analia. Yusufu analia Yusufu analia kwa uchungu. Anatolewa sehemu aliyokuwa nakula vitu, alikuwa nakula anachotaka. Yusufu anaelekea, moyo wake anasema hauogopi wala utikisiki. Kabia, Bwana, ninaenda prison, ninaenda gerezani, nitakwenda kwa kuwa ananilinda. Haleluya. Popote Bwana atakaporuhusu uende, hata kama atakutoa sehemu nzuri iliyokuwa inalipa vizuri, mwambie Bwana, kwa vile ni wewe ulinipa na wewe umeruhusu ichukue, asante Baba, nitakwenda upendapo, maana ninajua Bwana uko nami. Haleluya. Nitakwenda. Na ndipo namuona Elia wakati anakwenda, akaisikiliza sauti ya Bwana iliyomwambia Elia, nimekata hichi kijito, sasa nakupeleka pengine. Elia akawa Elia anaenda kule. Mungu akaongea na mamjane, akamwambia kuni zake zile za mwanzoni zikaisha zote. Akamtoa nje ya geti. Elia akafika nje ya geti. Wakati Elia amefika nje ya geti, amekaribia, anamwona mama yuko pale, mama aliyekata tamaa, mama ambaye amevunjika moyo, tena mama mjane mwenye mtoto wake, mama aliyefiwa na mume wake, mama mjane. Wakati Elia anakaribia, Roho wa Bwana akamuongoza ya kwamba niliyeko na kutuma kwake ni huyu. Haleluya. Namwomba Yesu, ikiwa kama ataruhusu ufukuze kazi, namwomba Yesu kabla siku hizi asijaisha za 40, Yesu akutanishe na yule ambaye atakutunza. Haleluya. Sikia, Elia, Roho Bwana akamuongoza, akamwambia, hey mama, wairire buya. Mama ametika haraka, wewe. Ambia, afukumbuka Elia alikuwa Kerithi kulikuwa hakuna nyumba. Tuko sawa sawa Kerithi kulikuwa haina viti vya kukaa, haina kitanda. Tuko sawa sawa Kerithi ilikuwa haina hivyo vitu. Sikia, Bwana akikutoa sehemu moja na ukisikiliza sauti yake, usilalamike, ukafuata masharti yake, atakupeleka sehemu bora kuliko ya awali. Jamani, haleluya. Atakupeleka sehemu bora kuliko awali. Akamwambia mama, akaitikia, akamwambia, mama, samahani, nina kiu haina mfano. Ninapoongea na wewe
toka asubuhi sijaonja maji hata kidogo, ninaomba unisaidie, ninaomba unisaidie. Elia anamwambia mama, nami namuuliza Elia, so wewe ulioomba mvua ikatike? Halo, kuna somo kadogo penda nikapitishe pale. So Elia aliyesema mvua isinyeshe miaka 3.5, si Elia huyo? Leo kile kijito kimekatika kwa sababu alisema mvua isifanye nini? Kuna ujumbe fulani nataka niupitishe hapo. Unapotamka jambo lolote baya kwa mtu, kuna siku litakurudi. Halo, ndio sawa. Jambo lolote unalotamka liwe jema, kuna siku litakufanya nini? Hata kama sio leo, kuna siku litakurudia. Ndio sawa. Tupite hapo, tuchane hapo. Sasa yule mama akamwambia, yule mama nampenda. Mama, kuna ukame mkali, hakuna chakula, maji yamekauka, imebaki maji yale tu. Mama akasema, kwa vile amesema huyu mtu wa Mungu, ninakwenda. Sikia, na Elia amekuja. Kumbuka alikuwa hana nini tunasema ile razor blade, kiwembe cha kunyoa nywele. Ndio sawa. Elia, kati ya watu wa ajabu duniani, Elia namba 1. Elia alikuwa anavaa nguo hiyo. Halo, yani mzee wangu uliopiga hivi unapiga nao miaka yote, yani ndio hiyo yani, hata ukariri yani. Unasema yule mzee anavaaga hivi, yule amepita Elia huyo. Ndio maana Elisha, wakati Elia anapanda, Elisha akamwambia Elia, nipe roho yako mara ngapi? Maana yake nipate baraka za kimwili na za kiroho. Maana nitaka za kiroho tu, za kimwili je? Halo? Na Elia ndo nabii pekee tajiri aliyefungua chuo cha manabii. Halo? Unavyojiona maoni mwako ndivyo hivyo. Elia aliridhika na hali ile, akabaki nao, na mbinguni afanya nini? Na mbinguni nakwambia leo, acha kujiona katika hali ya udhaifu, jitamkie mema, yatakuwa. Haleluya. Elia wakati mama anaenda akafika pale, anaenda, mama njoo, nataka tena unipatie na mkate. Ingekuwa ni wewe mama wa Kisii, halo, ingekuwa ni wewe ingekuwa muulize mwenzako, wewe ungempa? Tuongea ukweli kabisa, tuache unafiki, tuongea ukweli kutoka moyoni. Wewe ungempa? Ungesema huyu mzee kanitokea wapi huyu? Ndio sawa. Huyu mzee katumwa nini? Halo? Yaani ungeongea maneno mabaya, tuko sawa? Ndio sawa. Sikia, usimdharau usiye. Yule mama akamwambia sasa mzee wangu najua hichi ni bakisa kuni hivi kuni mbili mzee, hizi 2 tu napika mimi na mtoto wangu alafu tufe. Halo, tufanye nini? Tufe. Elia akamwambia, fanya kwanza kwa ajili. Akampa masharti, tuko sawa? Nifanyie kwanza, pipa na mafuta hayatafanya nini? Lakini masharti yalitolewa na mtumishi wa nani? Nifanyie mimi kwanza. Akampa masharti, akatoa masharti, akamwambia ukitaka usife. Maana angekula pale, alikuwa anaenda kufanya nini? Alikuwa anaenda ndio sawa. Hapa ndani kazi kuna kitu nikipitisha hapa. Alikuwa akila ule mkate na ile mafuta ikipikwa, anaenda kufa. Ndio sawa. Elia akamwambia, kama unataka usife, fuata sheria nazo. Ndio sawa. Narudia tena, kuna kitu nikipitisha hapa mara moja.
Elia akampa masharti ili asife. Tuko sawa sawa? Elia akampa masharti ili afanye nini? Akamwambia, nipe kwanza mimi, ukifanya hivyo ninachokuambia ni kwamba utaishi, maana umefuata sheria na kanuni nilizokuambia mimi. Ndio sawa sawa? Narudia tena mara 3. Nina maana nataka nikije kitu fulani hapo. Elia akampa masharti yule mama. Akamwambia, kama unataka usife, fuata masharti yangu. Fuata sheria. Mama alifuata kufuata. Mama alifuata kufuata. Narudia, mama alifuata ama kufuata pande huu? Mama alifuata ama kufuata sheria? Alipozifuata aliishi, hakufa. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa eh? Nami nawaambia leo, je, Mungu ana sheria? Je, Mungu ana sheria? Kitabu cha Yohana 14 mstari wa 15. Anasema hivi, ukinipenda mtazishika amri. Mkinipenda mtazishika amri. Na kama sheria za Mungu ukiziacha, utaishi ama utakufa? Yesu akija tutachomwa. Tuko sawa sawa? Mungu ana sheria au ana sheria? Amesema ukinipenda utazishika sheria. Baba ulioko hapa, ikiwa mke wako anakupenda, ukimwambia jitahidi saa 1 uje, atakuja hatakuja? Atakuja hatakuja? Nami nauliza baba, ikiwa umeweka sheria nyumbani, alafu mama akaja anamwambia, mama njoo saa 2, mama akaja saa 6, amefuata sheria zako ama hajafuata? Anakupenda au hakupendi? Yesu anasema ukinipenda utazishika sheria. Tuko sawa sawa? Mama mjane asingefuata makanuni za Elia, yule mama angefanya nini? Angefanya nini wapendwa? Angekufa. Lakini mama alifuata sheria za nani? Za Elia. Na mimi nawaambia wapendwa, Mungu na yeye ana sheria zake. Haleluya. Mungu na yeye ana sheria zake. Mungu na yeye ana kanuni zake. Tukiziacha wapendwa, Yesu akija tutabaki na kuangamia milele. Lakini kama tukifuata sheria za Mungu, hatutaangamia. Tukimruhusu Yesu aingie katika maisha yetu, kama yule mama alivyomruhusu Elia, akaingia nyumbani kwake, akakaa naye, akawa anapika chakula na kula naye, yule mama akajikuta wengine wakifa, yule mama akapata neema, maana alifuata kanuni na masharti ya Elia. Wapendwa, Yesu ana kanuni na sheria zake. Yesu ana masharti yake, na anasema yeyote anayenipenda atazishika amri. Kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa 12, utaandika, utasoma muda wako. Kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa 12 kinasema hivi, hapo ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya nani? Hapo ndio penye subira ya watakatifu. Wana vitu vikubwa vili. Cha kwanza, wanashika amri ya nani? Na imani ya nani? Halo? Hawa watakatifu wa Mungu wana sifa ngapi? Amri za Mungu wanashika, na imani ya nani? Wapendwa, wangapi wanapenda na wao kuwa watakatifu? Haleluya. Haleluya. Sikia. Unasema, "Sikia mambo yakoje? Bwana mimi nipo huku nilipo, sishiki amri. Bwana huku nilipo, nami sio mtakatifu. Nitajuaje huku nilipo ni salama ama sio salama?" Isaya 8 mstari wa 20, maandiko matakatifu yanasema hivi, na waenende kwa sheria na kwa ushuhuda, kama hawafanyi hivyo kwao hakuna asubuhi. Isaya 8 mstari wa 20, maandiko yanasema ukitaka upime uko ulikoko ni salama ama sio salama, mwisho wa yote kutopeleka mbinguni ama utaangamia. Anasema lazima waenende kwa sheria na fanya nini? Kwa ushuhuda. Kama hawafanyi hivyo kwao hakuna. Sijasema mimi. Biblia yako fungua Isaya 8:20 inasema hivyo. Hizo sheria za Bwana
ni zipi? Maana Elia alimwambia yule mama mjane, yule mama akafuata, mama akufa. Mama aliweza, wazake wakifa na miaka 3.5, yeye aliweza kustahimili akufa. Kwa sababu gani? Alifuata masharti ya Elia. Naye Mungu wetu amesema kwamba ana sheria, ana amri zake, na anasema ikiwa utampenda, sharti la kwanza, shika amri zake. Sharti la kwanza, shika amri zake. Anasema watakatifu wanazishika amri za Mungu na imani ya Yesu. Ikiwa utakuwa mtakatifu, shika amri za Bwana na imani ya Yesu. Haleluya. Popote panaposikiliza mpendwa, hapa kisi nasema mbalimbali, nisikia nikwambie, Biblia inasema watakatifu wa Bwana, kitabu cha Ufunuo 14:12, wanazishika amri za Mungu na imani ya nani? Fungua kitabu cha Kutoka. Hizo amri ziko wapi? Kutoka 20 mstari wa kwanza. Ndio msomaji wangu, soma kwa speed, soma kwa haraka msomaji. Kutoka 20 mstari wa kwanza. Hizo amri za Bwana ni zipi ili tusiangamie? Kutoka 20 mstari wa kwanza hadi mstari ule wa 17. Soma kwa haraka. Mungu akanena. Aliyenena ni mchungaji. Mungu nena. Maneno haya yote akasema. Anayesema maneno ni nani? Mungu anasemaje? Mimi ni Bwana. Anasema yeye ni Bwana Mungu wako. Mungu wa nani? Mungu wako, ndio. Niliyekutoa katika nchi ya Misri. Ndio. Katika nyumba ya utumwa. Ndio. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Kilichomchukiza Bwana, Yezebeli alikuwa na miungu mingine, Bwana akachukia. Usiwe na miungu mingine ila nani? Ila Mungu wa mbinguni. Wapendwa, kama kuna kitu chochote ukifanya tofauti na Bwana, kiache, utaangamia. Usiwe na miungu mingine isipokuwa Mungu. Ndio, kimbia. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Wapendwa, popote pale ulipo, kama kuna ibada ya sanamu unaisujudia, unachonga, Yesu anasema usi. Haleluya. Amen. Yesu akisema inakuwa wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Ndio. Wala kilicho chini duniani. Ndio. Wala kilicho majini chini ya dunia. Ndio. Usivisujudie wala kuvitumikia. Narudia, hizo sanamu anasema usibisujudie. Ndiye. Wala kuvitumia. Ikiwa popote pale ulipo kuna hali ya kusujudia sanamu, amri ya mwenye mbingu, amri ya Mungu inasema usivisujudie wala usivitumikie. Ukiona popote pale ulipo unavisumikia, unavisujudia, ondoka, kimbia kwenye kanisa la Bwana. Haleluya. Ndio, endelea. Kwa kuwa mimi ndio Bwana, ndio Mungu wako, Bwana Mungu wako ni Mungu wa wivu, Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao. ndio, kimbia hata kisasi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Ndio. Nami na warehemu maelfu na nipendao na kuzishika amri zangu. Wanaorehemiwa na Bwana ni wale wanaompenda Bwana na kuzishika amri. Endelea, kimbia kwa spidi. Usilitaje bure jina la Bwana. Hapa kuna shida. Umeanguka. Yesu wangu. Wapendwa, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Kimbia. Maana Bwana hata mhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Kimbia. Kumbuke siku ya Sabato itakase. Ikumbuke siku ya muungano. Siku ya nini? Ya Sabato. Ukiambiwa ikumbuke, ina maana kuna wakati unaweza ukaisahau. Halo? Akisema kumbuka, kuna majira utaisahau. Mwenye sheria anasema moja kati sheria zangu ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku sitafanya kazi. Siku sitafanya kazi. Kama ufanyi kazi siku 6, Sabato sio yako. Halo? Siku sitafanya kazi. Kazi sio kuajiriwa, hata kulimalima ni kazi. Haleluya. Kazi ni kazi, fanya kazi. Yesu anataka watoto wake wafanye kazi. Fanya kazi, ndio. Utende mambo yako yote. Tenda mambo yako. Ndio. Lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana. Saba ni Sabato ya padri. Ya Wayahudi.
Ni siku ya nani Biblia inasema? Ni siku ya Bwana Mungu. Wapendwa, kama unamwamini Bwana, siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Biblia inasema ifuate Biblia, usimfuate mwanadamu. Haleluya. Amen. Ndio. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Usifanye kazi yoyote. Wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, ndio, wala mnyama wako wa kufuga, ndio, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Ndio. Maana ndio, kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu, ndio, na nchi, ndio, na bahari, ndio, na vyote vilivyomo, ndio. Akastarehe siku ya 7. Akastarehe siku ya 7. Upekee wake ni huu: cha kwanza, Bwana alistaa; cha pili, akaibariki. Sikia, kama Yesu alibariki siku, hata ninyi mnaoiabudu siku ya 7, mnaoifuata Biblia, sio dini, mnaoifuata Biblia, hata ninyi mkibariki, mkiabudu siku hiyo, na ninyi mnabarikiwa siku ya 7. Hujanielewa? Hata ninyi mnaoabudu siku ya 7, hiyo siku imebarikiwa. Halo? Amen. Na ninyi mnaoabudu siku ya 7, na ninyi mnabarikiwa automatic. Haleluya. Amen. Sikia wapendwa, kama usali siku hii na kuambia leo, Yesu anasema ni sabato ya Bwana Mungu wako, sio sabato ya mwanadamu, na wewe abudu siku ya Bwana Mungu wako. Amen. Malizia, kimbia kwa spidi. Waheshimu baba yako na mama yako. Waheshimu nani? Wapendwa, ikiwa mheshimu baba yako, umheshimu mama yako, kwa sababu umri umeenda, wewe ni mvunjaji sheria kama wavunjaji sheria wengine. Halo? Tuko sawa sawa vijana? Kama umheshimu baba yako, umheshimu mama yako, wapendwa, ni sawa na aliyevunja amri nyingine. Biblia inasema ukivunja amri moja, umevunja amri zote. Popote pale mlipo mnasikiliza hapa katika sehemu ya Mbona Gekomu, na wengine wote mnasikiliza kwa sehemu mbalimbali, ukivunja amri moja, umevunja amri zote. Vijana mlioko hapa, tambueni kuheshimu wazazi wenu kuna baraka. Waheshimu baba yako na mama yako, ili upate kuwa na siku nyingi, mihaka yenye heri hapa duniani. Haleluya. Amen. Kimbia. Siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Usiue. Usifanye nini jamani? Wapendwa, usifanye nini? Usiue. Biblia ikaenda mbali ikasema ukimfunzia mwenzako, umefanya nini? Halo? Yeye ndo kumfunzia mwenzako tu. Hey, umefanya nini? My friend, usifanye nini? Usiue. Usiue. Wengi mmeua. Mwambie mwenzako, na uliua nini? Amekujibuje? Biblia inasema usifanye nini? Usiue. Kimbia. Usizini. Usifanye nini? Yesu akaenda mbali akasema kwamba ukimwangalia nani? Mwanamke ukamta, umeshazini naye wapi? Umeshazini naye wapi? Moyoni. Muulize mwenzako, umezini mara ngapi? Muulize umezini mara ngapi? Amekwambiaje? Ndio sawa sawa. Biblia inasema usifanye nini? Usizini. Ndio, kimbia. Usiibe. Usiibe. Ndio. Usimshuhudie jirani yako uongo. Usimshuhudie jirani yako nini? Siku moja nilikuwa kwenye gari, yani nilishangaa usiku nikacheka kweli. Niko kwenye gari. Nilikuwa ni kiongozi wa Tukasa, ni chama cha wanafunzi advance. Nikaenda kutoa na tembelea chuo kingine, shule nyingine. Nikashaka mtu niko naye kwenye gari, anasema hivi, yuko kwenye simu. Halo? Yuko na nini jamani? Na simu. Halo, anapigwa simu. Nice kwa ni bosi wake. Nice ni bosi. Halo? Niko shambani navuna maharage. Nikashtuka. Unavuna maharage tuko kwenye gari au? Sikia, usimshuhudie jirani yako. Yaani ukimwambia, na simu zinadanganya. Akwambia uko wapi? Tuna kikao.
niko hapo tu, kumbe yuko nyumbani. Je, usimshuhudie jirani yako. Kimbia. Usitamani nyumba ya jirani yako. Ndio. Usimtamani mke wa jirani yako. Usimtamani mke wa jirani. Acha kuwa na mpango wa kando. Na leo nawaambia kitu kimoja. Hii siri nawaambia. Ukijenga nyumba, unajenga nyumba, afu na wale nyumbani wanaonekana kachoo kwa ndani kachoo. Halo? Kwenye nyumba funaonekana kanyumba kadogo. Halo? Halo? Tunawaambia mpango wa kando ni choo. Kanyumba kadogo. Mpango wa kando ni choo. Nyumba ndogo ni choo. Mwambie mwenzako nyumba ndogo ni choo. Sasa sijui ulishakuwa choo, muulize mwenzako ulishakuwa choo nini? Ole wako. Usitamani mke wa jirani yako. Vile vile usitamani mme wa jirani yako. Wamesema mke. Kwa mimi nikimtamani mzee Simon hamna shida. Wewe usitamani mke wa jirani yako. Ndio. Wala mtumwa wake. Wala mjakazi wake. Usio kumtembelea pale mzee nani pale. Mzee Simon afambia, usifanye hivyo. Haleluya. Ndio. Ng'ombe wake. Wala ng'ombe wake. Wala punda wake. Ndio. Wala chochote alicho nacho jirani yako. Ndio. Watu wote wakaona umeme. Wapendwa, hizo ni amri za nani? Popote pale unaponisikiliza mpendwa, hizi ni amri za Mungu. Sio Kutoka 20 mstari wa 1 hadi 17. Hizi ni amri za Bwana. Ukizifuata vizuri, Yesu akija atakuchukua uende mbinguni. Haleluya. Ukizifuata hizi amri za Mungu, Yesu akija utachukuliwa na wewe upae uelekee mbinguni. Haleluya. Wakati wengine wanaangamia usona moto, wengine wanachomwa, wengine wanaangamia, wewe hautaangamia, utaelekea mbinguni. Haleluya. Yesu anasema kitabu cha Ufunuo 3:20 ya kwamba tazama nasimama mlangoni nabisha. Elia alisimama kwa mama mjane akabisha. Mama mjane alimfungulia, na Elia alipoingia pale ndani, ile nyumba ilibarikiwa, maana chakula akikuisha. Yule mama, wengine walivyokuwa wanakufa kwa sababu wa kumkaribisha Elia, yule mama mjane hakufa kipindi cha ukame. Wapendwa, nasi pia tukimkaribisha Yesu akigonga moyoni mwetu, tukifuata maneno yake, tukifuata amri zake, hatutaangamia, tutapata nafasi katika uzima wa milele. Haleluya. Haleluya. Wapendwa, amri za Bwana ni tamu, tuzifuate. Tusimame. Get the point. Take a step forward.